Haleluya, watu wa Mungu, tulisifu jina la Yesu, tulisifu jina la Mungu wetu aliye hai. Ah, hofu, hofu, hofu inatutoa kwenye ile njia ambayo inatupasa sisi kutembea. Kikumbuka Petro alipomwona Yesu akitembea juu ya maji, akamwambia, Bwana, kama ni wewe, niambie nije kwako juu ya maji. Yesu akamwambia njoo. Petro akaanza kutembea juu ya maji. Lakini alivyoona upepo mkali, akaogopa, akaanza kuzama. Lakini ashukuriwe Mungu, alikumbuka kusema, Bwana niokoe. Yesu akanyosha mkono akamwokoa, akamwambia, kwa nini ulikuwa na shaka, wewe mwenye imani haba? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ambavyo hofu inaweza ikatutoa kwenye lile lengo kuu. Hofu inaweza ikatutoa kwenye ile njia ambayo tulikuwa tunaiendea kutokana na kuogopa. Petro tayari alikuwa ameshatembea juu ya maji, ameshapiga hatua, ameenda juu ya maji, lakini akaogopa, akaona upepo mkali, akaogopa. Na alipoogopa akaanza kuzama. Na mara nyingi adui anakuwa anapambana na sisi na anatushinda, sio kwa sababu ana nguvu au sio kwa sababu ana uwezo. Hapana, ni kwa sababu ameelewa ya kwamba hofu inasababisha kiwango chetu cha imani kinahama, kinapungua, kinakuwa chini. Kwa hiyo adui anakuwa anapambana kuleta hofu ili wewe upeleke mawazo yako yote kuangalia ile hofu. Sasa itakuwaje? Mambo yataenda vipi? Ushindwe kuelekeza akili yako, nguvu zako kwenye ile njia ambayo ndio Yesu Kristo aliye hai. Tushindwe kuelekeza mawazo yetu, fikra zetu kwa Mungu ambaye ndiye mkombozi wetu, ambaye ndiye mwenye nguvu. Tunakuwa tunaangalia tutaishi vipi, sina pesa, nitakula nini, nitavaa nini, nitalipaje kodi, nitawalipia vipi watoto ada za shule. Unakuwa na hofu, wasiwasi, mashaka, unakosa amani, unashindwa tena hata kusali, unashindwa hata kuabudu. Lakini yote hayo ni hofu. Ukiangalia hata Adamu na Hawa, baada ya kula lile tunda, wakaanza kujiona tuko uchi, wanajificha. Hawataki Mungu aone, wanaogopa. Kwa nini mnajificha? Kwa sababu tuko uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna namna ambavyo hofu inakuwa inatuondoa kwenye ule msimamo wa kimungu. Naye adui amelielewa hilo, kuwa anakuja na analeta hofu. Analeta wana wa Israeli wameshatolewa Misri, wamefika pale mbele ya bahari ya Shamu, wanaanza kuogopa, wanaingiwa na hofu. Hofu inawapelekea kulalamika. Imani yao inaondoka tena, ipo tena kwa Mungu. Wanaanza kulalamika, kwa nini umetutoa kule Misri tuje tufie hapa? Badala ya kuangalia ule mkono wa Mungu, alipaka damu, Mungu akawatoa kule ambao walikuwa wameshakaa miaka 400. Mungu akawatoa, wameshasahau, wanaogopa, wanaangalia tu ile bahari, tutavukaje hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kimwangalia Ayubu hakutetereka. Vile ni vitu ambavyo kwa mwanadamu kawaida vingeweza vikakutia hofu sana. Watoto wako wamekufa, wamepoteza mali zote, ulikuwa na utajiri mwingi, utajiri wote umepotea. Kihali ya kibinadamu, hali ya kawaida, ungeingiwa na hofu, ungeanza kuangalia tatizo ni nini, changamoto ni nini. Lakini Ayubu imani yake haikutetereka, akasimama na Mungu wake mpaka mwisho, na baadaye ushindi wake ukawa mkuu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tuweze kupambana, tuweze kuwa na imani thabiti, tuielekeze imani yetu kwa Mungu. Tusiangalie matatizo, tusiangalie changamoto zilizotuzunguka, tusiangalie ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinatupa shida, tusiangalie ni kitu gani ambacho hatuna, lakini tumwangalie Yesu, ya kwamba yeye ndiye anayeweza yote, yeye ndiye mwanzilishi wa yote. Tumwangalie Yesu, yeye ndiye mwenye nguvu na uweza.
Haya mambo mengine ni madogo tu, ni mambo ya kupita, kwa sababu jana haukuwa na pesa ukawa na hofu, haukuwa na chakula ukawa na hofu, lakini ukapita. Umeamka tena leo bado unaendelea kuwa na hofu. Kwani unaendelea kuwa na hofu? Usiendelee kuwa na hofu, kwa sababu jana ulipita na leo tena utapita. Eka imani yako kwa Yesu Kristo aliye hai, na yeye atafanya njia zake. Tembea juu ya maji, fika hadi kwa Yesu, usitetereke. Na kama ukiona unazama, bado kuna neema ya kusema Bwana niokoe, kama Petro alivyosema Bwana niokoe, na yeye akaokolewa. Lakini baada ya kuokolewa, basi imani yetu ijengeke, tusipate tena hofu, tusiogope tena upepo mkali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atubariki.